kujaribiwa na uko msherehe. Unaweza fikia katika kipindi kizito na mwanzo wa kile kipindi ni sherehe. Tuangalie Danieli sura ya 5 mstari wa 23 mpaka 28. Danieli sura 5 mstari wa 23 hadi 28, tusome kwa jina la Yesu Kristo. Na wewe umejitukuza juu ya Bwana wa mbinguni, nawe ukaleta vyombo vya nyumba yake mbele yako, nawe pamoja na wakuu wako, wake zako na masuria zako mkanywa divai ndani yake, nawe ukasifu miungu ya fedha na ya dhahabu na ya shaba na ya chuma na ya miti na ya mawe, ambayo haioni wala haisikii wala haijui, lakini Mungu ambaye mkononi mwake imo pumzi yako na njia zako zote hukumtukuza. Ndipo ule mkono ulipotumwa kutoka kwake, na maandishi haya yaliandikwa. Na maandishi yaliyoandikwa ni haya: Mene, Mene, Tekeli, Uparsini. Hii ndiyo tafsiri ya maneno haya. Mene, Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani nawe umeonekana una upungufu. Peresi, ufalme wako umegawanywa, nao umetolewa kwa Wamedi na Waajemi. Ni neno la Mungu. Haya ni maneno ambayo yalitokea kwa mfalme Belteshaza. Mfalme huyu ni mtoto wa Nebukadneza. Nebukadneza katika pindi lake la utawala alikuwa mpiganaji vita, aliogopewa. Mungu alimuinua, na wakati Mungu amemuinua, amefikia wakati yenye amedanganyika, ameenda pika hata Yerusalema na kutwala vyombo vya madhabahu. Sasa vile vyombo vya madhabahu vilipofika, Mungu akasema huyu anatoka. Mtoto wake akakamata kiti. Mtoto wake Belteshaza alipokamata kiti, akafanya karamu, akalewa fete. Siku ya fete anaita watu wote wakuu wanatumika pamoja naye, akaita babibi yake, na maandiko yanasema akaita hata makahaba wake ambao wanaitwa kuria. Mungu atusaidie sana. Lakini kilichomuhuzikisha Mungu sana, akatoa vyombo vya hekalu vyenye baba yake alikuwa kaliitosha muvita, akavikamata, akasema vile vikombe vya dhahabu na vya fedha vyenye papa liletaka muvilete njo vetu kunye ndani pombe. Mungu atusaidie sana. Wakati naamua hivi, kumbe Mungu hakunyamanza kimya. Mungu anamuona. Ameisha shiba, amelewa, amepiga danse yake, sawa, anaenda lala. Busiku anaona mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana unaandika kwenye ukuta, unaandika. Kushituka muusingizi, anasahau yenye mkono iliandika. Na pala kaingiwa sasa na hofu. Akasema kile nitakachokifanya ni kuita wachawi wote wa mumungini, balaguzi wote bakuye, baniambie tu nililota nini na banitafsirie. Mungu atusaidie sana. Sijui wewe haukukua kwenye nilikuwa mubusingizi, nikakwambia unifasirie nililota nini, unaweza weza? Sawa, saa hii mtu mweka kuita pembeni akwambia nimesahau yenye nilikuwa nawaza, wewe uniambie, utaweza? Iliyo siri ile ya ndani ni ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ikafika wakati yenye mfalme anahangaika,
wachawi wameshindwa, walaguzi wameshindwa, wapiga ramuni sijue wa nani, wote wameshindwa. Mke wake akamwambia, kuko mtu moya jina yake Danieli, alisaidia, alikuwa anasaidia hata baba yako. Wakati wa ufalme wa baba yako Danieli alikuwa anafikaka, umukumbuke na umuite. Wakamuita Danieli. Haleluya, haleluya. Kuna muda ambao watu watatafuta kutatua matatizo yao, wewe njoo watatafuta. Sasa naomba uwe tayari kutumika na kumuonesha Bwana kwamba uko tayari kutumika pamoja na yeye kwa kusaidia wengine kutatua matatizo yao. Danieli akafika, akamwambia mfalme, angalia binyuli lota. Siwoli kama taka decision ya kuingia kuvyombo vya hekalu ukavitumikisha pamoja na babibi yako na makahaba zako na barafiki yako mukabile